Jema, habari ziwe kwako na kwangu mwananchi. Hivi mimi ni Alwatan Abdulaziz na leo niko na Priva Abiudi Shayo tukizungumzia benchi la ufundi la Young Africans chini ya coach Mang'oba Mng'iti. Sasa hivi wapo wasaidizi wake wengi, ambapo kwa mara ya kwanza Young Africans inakuwa na benchi pana zaidi la ufundi. Coach Mang'oba anasaidiwa na Simo Bladla na huyu anakuwa kocha msaidizi. Hapo kuna mengi sana kuzungumza kuhusu yeye. Priva Abiudi Shayo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tamam. Nakunywa maji kwa sababu ya hayo majina unaonitajia. Lazima niweke koo langu sawa. Kunywa baba. Bwana mimi yule Bladla, mimi nitamuita Simo Sydney. Okay, Simo Sydney. Kama una ile apili la kupa wakati mgumu kumtaja. Okay. Ni moja kati ya makocha wazuri sana. Kienda pale kwenye viunga vya Maritzburg pale Durban. Sema Durban. Naam. Hilo ni shindi. Miongoni mwa makocha ambao walifanya vizuri sana na klabu ya Maritzburg ni pamoja na yeye. Unajua Maritzburg wakati wanakuja ligi kuu, yeye ndo aliwapandisha ligi kuu. Na hakupandisha tu ligi kuu kwa maana ya kwamba timu imepanda tu, no, walibeba ubingwa wa ABC Motsepe Championship. Unajua kupanda ligi kuu, hata naye maliza nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi daraja la kwanza naye amepanda ligi. Lakini huyu alipanda ligi kuu akiwa bingwa. Wow. Jambo lingine kubwa ni kwamba Maritzburg ambao kwa sasa inajulikana kama Durban aliwapa nafasi ya kucheza mpaka hatua ya robo finali ya kombe la Nedbank. Okay. Yaani ni kama timu ya daraja la kwanza ije ipambane na timu za ligi kuu kwenye mashindano aidha ya FA au kombe lingine lile ambalo lina level sawa na FA. Kwa sababu South Africa wana MTN, wana Telkom, walikuwa na Nedbank. Lakini aliweza kupambana akafika mpaka hatua ya robo final. Akiwa na timu ambayo ilikuwa na budget ndogo kabisa. Kwa hiyo ni mmoja kati ya makocha ambao ukiuliza watu South Africa wanakuambia sifa yake kubwa ni anaamini vijana, katoa vijana wengi sana mavumbini wanasema. Lakini vile vile nidhamu. Unajua ukimfuatilia kocha Mang'oba, moja kati ya sifa yake kubwa ni nidhamu. Kwa hiyo na yeye pia watu ambao wamekuwa wakifanya nao kazi pamoja na Simo, nidhamu imekuwa ndio kipaumbele chao kikubwa. Huyo sasa ni kocha msaidizi. Kocha msaidizi Simo Sydney. Okay, tuje kwa coach Gakisho. Yeye ni bila shaka Young Africans tumewahi kuwa na hawa watu ambao huwa wanasimamia set pieces. Hapo nyuma alikuwa Matthew Silva kutoka Ureno, na yeye alikuwa akishughulika sana na masuala ya set piece. Kipindi cha Sid Ramovic, coach Molin alishughulika sana na masuala ya set piece. Lakini sasa hivi uongozi wa Young Africans umemleta mtu special. Sasa yeye hana kofia ya assistant coach, yeye atashughulika na set pieces pekee. Huyu ni mtu wa mpira iliyotengwa, anaitwa Kagisho Jigakoi. Nafikiri kwa Tanzania kwa haraka hakuna mwanamichezo Tanzania hii mwenye exposure alionayo Dick Gol kwa maana Kagisho. Evidence. Ni moja kati ya wanadamu ambao wanakuja kuipa thamani ligi kuu akiwa na CV kubwa, experience kubwa. Kwanza amecheza World Cup. Na ndiye mtu ambaye alitoa pasi ya goli kwa Tsipiwe Shabalala wakati wa mechi ya ufunguzi ya World Cup. Yeye ndo alitoa ile pasi. Na nakumbuka wakati anafunga goli, yeye ndo alikuwa wa kwanza kwenda kushangilia. Ile style ilikuwa inaenda wewe tukumbushe, ilikuwa unaanza hii tutapata. So kwa huku kuna hivi, alafu kila tazama vum. Mwaka huu Yanga tutacheza sana. Bwana huyu kocha wa set pieces ni makocha kwa dunia leo, kwa maana ya football na kuzidi kwenda. Kila eneo wamekuwa wakijaribu kuliboresha kimbinu, si kimazoea. Ndio maana tutakumbuka mtu kama Ben McCarthy alikwenda Manchester United kaenda kufanya kazi kama kocha wa washambuliaji. Kwa hiyo bwana Kagisho Evidence anakuja Tanzania kwa lengo la kuhakikisha kwamba timu inafanya kazi kwa mipira iliyokufa. Mipira iliyokufa kwa maana mipira ya kutengwa, corner, fouls na kadhalika. Ile mipira ambayo labda kuanzishwa kwake mnahitaji mzuie, mnakuwa nyuma ya mpira.
na sisi pia namna gani ya kudefend tutahitaji msaada kutoka kwa defensive midfield, moja kati ya wachezaji bora katika ardhi ya South Africa, mwenye experience ya kutosha. Kwanza amecheza Fulham, amecheza Cardiff, amecheza Crystal Palace, na si tu amecheza hizi timu peke yake, lakini vile vile ana medali ya Europa League. Mwaka 2009 Fulham wanapoteza mchezo wa finali, Mwamba alikuwepo. Amecheza AFCON 2008 na 2013. Kwa hiyo nadhani ni moja kati ya wanadamu ambao wanakuja kwenye nchi yetu wakiwa na experience ya kutosha, wakiwa na exposure kutosha. Amewahi pia kuwa kocha kabla kutoka mara mwisho kutoka na kocha Mankoba kutoka Golden Arrows. Amewahi kufanya kazi vilabu kadhaa pale South Africa. Kwa hiyo ni mtu ambaye atakuja hapa kutufundisha alichojifunza Fulham, Crystal Palace, national team ya South Africa, experience World Cup na kadhalika. Mbali na hapo, ukiachana na rekodi hii ambayo Young Africans tunapenda kuwa nayo ya kuwa na kocha wa set piece, na tunayo rekodi nyingine. Safari hii tutakuwa na watu wawili kwenye video analysis. Ameongezeka Yardan Valodia, mchezaji mtu mwenye umri mdogo ameongezeka kwenye technical bench ya Africans. Huyu kuna mambo mawili. Kuna experience aliyoipata yeye, na kuna urithi aliotoa kwa baba yake. Baba yake amefanya kazi Mamelodi kwa zaidi ya miaka 15. Yanga tuna watu wawili, kuna video analyst alafu kuna tactical performance analyst. Unaelewa? Huyu anadili zaidi na masuala ya kimbinu ya timu. Tunacheza na nani, wakoje, wanafanya nini, tuendeje, ikoje, akisaidiana na video analyst. Huyu bwana Yardan amefanya kazi Moroka Swallows, amefanya kazi Golden Arrows, amefanya kazi Mamelodi, amefanya kazi national team ya Afrika Kusini ya vijana. Amefanya kazi katika makundi mawili, under 17 na under 20. Under 20 wakabeba ubingwa wa AFCON. Yeye akiwa mkuu wa kitengo cha uchambuzi wa video na ufundi na kimbinu wa kikosi cha timu ya taifa ya South Africa, kwa maana umri wa miaka 20. Kwa mara ya kwanza South Africa wanafuzu kwenda World Cup ya under 20 akiwa ndo head. Lakini hapo awali amefanya kazi Mamelodi pia akiwa kama mchambuzi wa kiufundi na kimbinu wa kikosi cha kwanza cha Mamelodi. Amekuwa head of analysts wa vilabu viwili, kwa maana Moroka Swallows pamoja na Golden Arrows. Bwana, hili benchi letu limeshiba CV, limeshiba exposure na limeshiba mafanikio. Huku Mankoba, Bladla, Ikagoi, Yardan wamesema benchi limeshiba CV, limeshiba exposure, limeshiba pia na mafanikio. Wanayanga wanahitaji makombe, Wanayanga wanahitaji mpira mzuri, Wanayanga wanahitaji burudani. Na miongoni mwa sifa za benchi hili ni kuamini kwenye kudevelop young players ambao Young Africans msimu huu tumewasajili kina Mihambo, tumemsajili pia Chuga, tumewasajili wachezaji wengi ambao wana umri mdogo. Nini Young Africans tutaimba mwisho wa msimu? Kimsingi hawa wachezaji ambao tumewaleta na benchi ambalo tumelileta, hivi vitu vinaendana. Yardan amefanya kazi na vijana under 20 na amefanikiwa. Mankoba amefanya kazi katika level zote. Amefanya kazi kama kocha wa vijana, amefanya kazi kwenye level ya timu yenye pressure Mamelodi, amepata mafanikio makubwa. Nikagoi amefanya kazi kama kwenye timu ambazo hazina bajeti kubwa, ambazo inabidi uamini vijana. Maana yake ni kwamba tutapoenda kuwa na kocha kama Bladla ambaye amefanya kazi Maritzburg ambayo bajeti yake si kubwa, unafanya kazi na Mankoba ambaye amefanya kazi na Golden Arrows. Maana yake hawa watu kwenye swala la budget wanaweza wakaamini vijana na wakawapa nafasi na wakaperform kwa kiwango. Kwa hiyo bwana, kuna wakati watu wanakuaga na maneno. Watu huwa wana tabia ya kuabudu mpira wa majina. At the end of the day mpira wa majina siku hizi haupo tena.
Siku hizi ni unaiona potential ya mchezaji unamtrain. Kuna mtu aliuliza leo, nyie Baka mlikuwa mnamjua wakati anatoka Zanzibar? Je, kwa Yanga hii let's say Baka ambapo angekuwa ndo anatoka Zanzibar, tukimleta tukamsajili Baka, so watu wange criticize. Wangesema si level ya Yanga. But sasa hivi Baka top anaweza kucheza klabu yoyote barani Afrika. Ndio. The same to Dickson Jobo alikuja hapa akiwa mdogo. Bakari Mwamnyeto katoka Coastal Union, hakuwa na hiyo exposure kubwa. Kwa hiyo issue si majina. Issue ni scouting inayofanyika. Hata hawa wageni tunaowazungumzia, wengi tulikuwa tuwajui ya Luatan. Kuna mtu kirudi nyuma miaka 3-4 nyuma ukamwambia Dukaboy anakuja Yanga angekushangaa. Ungerudi miaka 5 nyuma Fiston Mayele. Ungerudi ukamwambia mtu tunamtaka Pacome kutoka ASEC Mimosas angemwambia huyo mchezaji hasa Ivory Coast angeenda Ulaya. Lakini this is how football works. Football is not about the name sasa hivi. It's about scouting, performance, muda wa kuamini ile project na kuchanganya project mbili, long term na short term. Bwana mwongea Kiingereza. Mimi nikushukuru sana Priva. Kwa nini maji? Kwa madini hayo Priva, kila kitu kimeenda sawa bin sawia.